anakuja upesi, Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena, amina na uje Bwana. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana marafiki katika Kristo Yesu kwenye ministry yetu. Karibuni kwenye channel zetu na njia mbalimbali ambazo mnatufuatilia na ambazo mtakuwa mkitufuatilia ministry yetu ambayo inajulikana kwa jina la The Final Messengers of Present Truth. Yaani wajumbe wa mwisho wa ukweli wa leo. Mungu ametuita katika wakati kama huu kwa ajili ya kazi maalum. Tunaamini ya kwamba Mungu ana kusudi maalum la kutusimamisha katika wakati kama huu. Na ili kuweza kutimiza hilo kusudi, Mungu ametuita kutoka katika maeneo mbalimbali, katika mazingira mbalimbali na katika maisha mbalimbali, na tumekuwa katika darasa la Kristo kwa miaka karibu 3, tukua katika mazingira ambayo Mungu amekuwa akitufundisha kwa ajili ya kazi ambayo tunakwenda kuifanya kupitia The Final Messengers of Present Truth. Kwa tunapojitambulisha ndugu zetu, tunawakaribisha sana muweze kutufuatilia. Tunaamini ya kwamba tunakwenda kutimiza kusudi la Mungu kwa neema ya Mungu kama alivyotuita. Katika bango letu limeelezea vision na mission yetu, kwamba maono yetu au ndoto yetu ni ipi na tunawezaje kufikia ndoto yetu au malengo yetu. Kwa kwenye bango letu utaona kuna picha hapo za malaika watatu na kuna picha malaika mmoja, na chini pale tumeelezea kusudi la Mungu kutupatia yule malaika watatu. Kwa nini tumepewa ujumbe yule malaika watatu? Kwa tukiangalia kwenye bango letu, kwa sehemu kubwa limebeba dhumuni letu, kusudi ambalo tunakwenda kulifanya. Kwa Mungu ametuita wakati kama huu kwa ajili ya kusudi maalum. Kama ambavyo jina letu linasoma The Final Messengers of Present Truth, wajumbe wa mwisho wa ukweli wa leo. Kwenye ministry yetu kitu ambacho tulikuwa tunazingatia sana ni kufundisha ukweli wa leo kama ambavyo neno la Mungu limetuambia. Tuangalie kwenye maandiko ya awali. Katika kitabu cha maandiko ya awali, ukurasa wa 63 aya ya kwanza na ya pili, nitasoma aya ya kwanza na ya pili. Nitasoma kwa haraka. Maandiko ya awali inasema ya kwamba kuna ukweli mwingi muhimu katika neno la Mungu, lakini ukweli wa leo ndio unaohitajika kundini sasa. Kuna ukweli mwingi muhimu katika neno la Mungu, lakini ukweli wa leo ndio unaohitajika kundini sasa. Kuna kweli nyingi muhimu kwenye neno la Mungu. Anasema ya kwamba niliona hatari ya wajumbe wanaoweka kando mada muhimu za ukweli wa leo na kukawia juu ya masomo ambayo yalengi kuunganisha kundi na kutakasa mioyo. Hapo shetani alipata nafasi iwezekanayo ili kuharibu kazi ya Mungu. Kwa sisi tunakuja na kusudi letu la kuja na hii ministry yetu inaitwa The Final Messengers of Present Truth, wajumbe wa mwisho wa ukweli wa leo. Cha kwanza kabisa tunachokwenda kujifunza ni ukweli wa leo, ambao ukweli wa leo una lengo la kuunganisha kundi na kutakasa mioyo. Kwa sisi tutajihusisha sana na ukweli wa leo. Kuna ukweli mwingi muhimu kwenye neno la Mungu, lakini ukweli wa leo ndio unaohitajika, kwa sababu ukweli wa leo unatuandaa kwa ajili ya kile tunachokwenda kukutana nacho leo. Kwa ukweli wa leo ni ule ujumbe unaohusiana na wakati wetu tulionao sasa hivi. Kwa kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, Biblia imebeba ukweli na ukweli mtupu. Je, tunahitaji yote? Kwa ukweli wa leo ni kile ambacho kinatuandaa kwa lile tukio ambalo tunaenda kukutana nalo leo. Hasa kweli ni nini? Kweli tunajua kweli ni Yesu Kristo. Kwa ukweli wa leo ni kwamba Yesu Kristo yuko wapi leo? Nabii akaendelea kusema kwenye unaofuata, lakini masomo kama hema takatifu pamoja na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu vinaeleza kwa usahihi mwamko uliopita wana marejeo na kuonyesha msimamo wetu wa leo, kuimarisha imani ya mwenye mashaka na kuweka wazi utukufu ujao. Mara nyingi nilioneshwa kuwa haya ndiyo masomo ya msingi ambao wajumbe wa Mungu wanapaswa kukawia juu yake.
Ukiona haya masomo ambayo yameelezwa kwenye ukweli wale ambao tunatakiwa tukawie juu yake, utaona kuna somo la kwanza ni hema takatifu, ambalo hema takatifu wa kuishia pale katuambia pamoja na siku 2300. Kwa hiyo inatupeleka kwenye hema takatifu, lakini hema takatifu hasa kwenye ujumbe wa siku 2300. Alafu cha pili ni amri za Mungu na tatu ni imani ya Yesu. Hasa ukiangalia hizo jumbe zote ambazo zimebebwa kwenye ukweli wa leo, utaona zote zinatuingiza kwenye chumba cha pili cha huduma ya Yesu Kristo. Kwa ukweli wa leo ni ukweli unaohusu kwamba Yesu Kristo yuko wapi. Kwa Yesu Kristo leo yuko patakatifu mno pekala mbinguni. Kwa leo masomo yetu yote tutakuwa tunajifunza kwa neema ya Mungu ni masomo ambayo yanamchukua mtu yanamuingiza kwenye patakatifu mno pekala mbinguni. Na patakatifu mno pekala mbinguni pana kazi tatu. Wayahudi katika ile siku ya 10 ya mwezi wa 7 ya Kiyahudi, katika sikukuu zile za 7 za Wayahudi, katika ile siku ya 10 ya mwezi wa 7 kulikuwa na vitu vitatu vilikuwa vinafanyika katika siku moja. Kulikuwa na upatanisho, kulikuwa na kutakaswa kwa hekalu, alafu kulikuwa na hukumu. Kwa hivyo vitu vitatu vilikuwa vinafanyika siku moja, ambapo sasa hivi Kristo yuko mahali patakatifu mno pekala mbinguni kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 1844, na yeye anafanya hivyo vitu vitatu. Cha kwanza anafanya upatanisho, utakaso, na anatuandaa kwa ajili ya hukumu inayoendelea. Na kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 1844 hukumu ya upelelezi ilianza. Na ni hukumu ipi ya upelelezi iliyoanza? So ukiangalia kwenye bango letu kuna wale malaika watatu, alafu kuna malaika yule mmoja. Alafu pale chini kuna kusudi la kutoa ujumbe wa malaika wale watatu. So ukiangalia Ufunuo 14 kuanzia mstari wa 6, tukisoma Ufunuo 14 mstari wa 6 anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. 7 akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Ujumbe wa malaika wa kwanza unatutaka kumcha Mungu na kumtukuza kwa sababu saa ya hukumu yake imekuja. Sasa yule malaika wa kwanza anapoongelea hukumu, ni hukumu ipi anayoiongelea? Tunaona kwamba malaika wa kwanza hukumu anayoongelea, anaongelea hukumu kwa ajili ya waliokufa, sio walio hai. Kwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 1844 inaanza hukumu lakini ya waliokufa, ambayo hukumu inaendelea mpaka inapokuja kwenye hukumu kwa walio hai, ambayo hukumu ya walio hai ni ile hukumu inaongelewa na yule malaika watatu. Yule malaika watatu anatuambia kwamba na mwingine, Ufunuo 14 mstari wa 9 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwanakondoo. Kwa sasa hili onyo linaotolewa na yule malaika watatu, utaona ya kwamba bado mpaka sasa hivi tunapoishi, mpaka wakati huo sasa hivi tunaposikiliza, tunakufuatilia matangazo, bado hukumu haijahamia kwa walio hai, kwa sababu hukumu inahamia kwa walio hai pale ambapo sheria ya Jumapili inapitizwa. Pale ambapo tunaona kwamba ile tangazo la onyo linaanza kufanya kazi, ndipo hukumu inapokuwa imehamia kwa walio hai. Na hukumu inahamia kwa walio hai kipindi gani? Hukumu inahamia kwa walio hai kipindi gani? Tuangalie katika Shuhuda kwa Kanisa. Shuhuda wa Kanisa inatuonyesha kwamba ni wakati gani ambapo hukumu inahamia kwa walio hai, hukumu ya upelelezi. Kiangalia Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6, ukurasa wa 130 aya ya kwanza. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6 130 aya ya kwanza. Nabii anasema, hakuna wakati sasa wa kujaza akili na nadharia za kile kinachojulikana kama elimu ya juu. Wakati unatolewa kwa kile ambacho hakielekei kuiga roho kwa mfano wa Kristo. Ni wakati mwingi sana unapotea milele. Hatuwezi kumudu kwa kuwa kila wakati umejaa maslahi ya milele. Sasa wakati kazi kubwa ya kuhukumu walio hai inakaribia kuanza. Sikia, wakati kazi kubwa ya kuhukumu walio hai inakaribia kuanza. Je, tutaruhusu tamaa isiyotakaswa ichukue umiliki wa moyo na kutuongoza kupuuza elimu inayohitajika ili kukizi mahitaji katika siku hii hatari? Nabii anaendelea kusema ya kwamba kwa kila kesi uamuzi mkuu utafanywa ikiwa tutapokea chapa ya mnyama au sanamu yake
au muhuri wa Mungu aliye hai. Hasa hii nukuu ambayo ni Shuhuda wa Kanisa Gombo la 630 aya ya kwanza na aya ya pili inatuonyesha ya kwamba kwa kila kesi uamuzi mkuu utafanywa ikiwa tutapokea chapa ya mnyama au sanamu yake. Kwa kila kesi, ni wakati gani ambapo kesi inaamliwa? Ni wakati ambapo hukumu ya upelelezi inahamia kwa walio hai, ambapo ni wakati gani ambapo kesi inaamuliwa kwa tumepokea chapa ya mnyama au muhuri wa Mungu? Ni sheria ya Jumapili inapokuwa imepitishwa. Kwa hukumu kwa walio hai inakwenda kuhamia sheria ya Jumapili inapopitishwa. Ndio Gombo la 6 ukurasa wa 130 aya ngapi? Aya ya kwanza kama tulivyosoma hapo, aya ya kwanza na ya pili zinavyotuambia. Kwa inaenda kuhamia kwa walio hai wakati sheria ya Jumapili inapokuwa imepitishwa. Hasa ukiangalia hapo tumepewa katika bango letu kuna nukuu ambayo imebeba sasa maono ya kile ambacho tunaenda kukifanya. Katika manuscript release Gombo la kwanza ukurasa wa 228, hiyo nukuu imebeba kile ambacho tunaenda kufanya kwenye ministry. Tunasema ya kwamba kusudi la Mungu kuupatia ulimwengu ujumbe wa malaika yule watatu ni kuandaa watu kusimama waaminifu wakati wa hukumu ya nini? Wakati wa hukumu ya upelelezi. Kwa kusudi la Mungu la kupatia ulimwengu ujumbe wa malaika yule watatu, yule malaika watatu ni kuandaa watu kusimama wakiwa waaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi. Hukumu ipi ya upelelezi? Kwa walio hai. Wakati hukumu ya upelelezi inakuhamia kwa walio hai. Tunajua kwamba sanamu ya mnyama na chapa ya mnyama wakati wake utafika. Sheria ya Jumapili itakapotangazwa, yule mnyama ambaye alipata jeraha la mauti, lile jeraha ndilo litakuwa limepona. Na lile jeraha litakapopona, watu watalazimishwa kuabudu siku moja ambayo ni ya Jumapili. Na wakati huo ndipo hukumu ya upelelezi itakapokuwa imehamia kwa walio hai. Wakati ibada ya Jumapili itakapokuwa imetambuliwa kisheria, itakapokuwa imelazimishwa kisheria kwamba ndio ibada inatakiwa kufuatwa. Kwa ministry yetu, lengo letu ni kuandaa watu kabla sheria ya Jumapili haijapitishwa. Sasa ili kuweza kufikia ndoto zetu, kwenye hiyo nukuu ya manuscript release Gombo la kwanza 228, tutatumia njia gani ya kuweza kuandaa watu? Yule malaika watatu, kuna njia ambazo nabii dada White alistaja ambazo kupitia zile zitakuwa ni njia zitakazosaidia kuweza kuandaa watu, ambapo Mungu ametupatia hizo njia ambazo kwa neema ya Mungu kwenye ministry yetu tutakuwa tukitoa mafundisho kwa namna gani hizo njia 6 zinaweza zikatumika ili kuandaa watu. Nabii anasema, inaendelea kusema, hii ndio sababu ya kuanzisha na kuendeleza huduma zetu za kuchapisha, shule zetu, sanitarium zetu, migahawa ya vyakula vyenye kutia afya, vyumba vya matibabu na viwanda vya vyakula. Ukiangalia hizo taasisi ambazo zimesemwa hapo, kiuhalisia kabisa Mungu anapolinua kanisa la Adventista wa Sabato na anapotupatia ujumbe wa malaika yule watatu, alikusudia Waadventista wa Sabato tuwe suluhisho la matatizo duniani. Kwa kupitia hizo taasisi 6, maana yake ni kwamba Waadventista wa Sabato ndio tungekuwa na machapisho bora duniani kupitia huduma yetu ya uchapishaji. Ndio tungekuwa na shule bora zinazotoa elimu nzuri zaidi duniani. Na ndio pia kanisa la Adventista wa Sabato na hizi shule ambazo tulizonazo sasa hivi na mfumo elimu unaotolewa sio mfumo ambao Mungu alikusudia. Kwa Mungu alikusudia kwamba kanisa hili liwe na shule ambazo zingetoa elimu ya Mungu, elimu ambayo inakusudia kurejesha sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Sio elimu ambayo dunia inaenda nayo sasa hivi, ambao kimsingi kabisa ukiangalia mfumo elimu ambao unatolewa kwenye dunia unaiondoa sura ya Mungu kwa mwanadamu. Kwa Mungu alikusudia tuwe na mfumo wa elimu ambao utairejesha sura yake ndani ya mwanadamu. Kwa kupitia kwenye channel yetu, mafundisho yetu tukiwa tunayafuatilia, tutaona kwamba kusudi yake ni kurejesha sura ya Mungu ndani ya mwanadamu, na ndio elimu ambayo Mungu alikusudia kwamba iweze kutolewa. Kwa hiyo tutakuwa na shule ya manabii, lakini pia kwenye taasisi nyingine ambayo Mungu alisema tuendelee kwa ajili ya kumsaidia yule malaika watatu ni migahawa ya vyakula viletavyo afya. Duniani kuna migahawa mingi, lakini aina ya vyakula vinavyotolewa ni vyakula ambavyo badala ya kujenga afya vinabomoa afya. Kwa Mungu alikusudia kwamba tuwe na vyakula ambavyo vitajenga afya, vitatufanya tuwe na akili nzuri, ambayo akili nzuri itafanya maamuzi sahihi kwa ajili ya wokovu wa nafsi zetu. Kwa moja ya mafundisho ambayo tulikuwa tukiyatoa kwenye channel yetu ni namna ya kuwa na upishi mzuri wa vyakula na ni aina gani ya vyakula tunavyopaswa kula ili viweze kusaidia akili ziwe safi, ziweze kusikia sauti ya Mungu. Lakini kingine pia ni tulikusudiwa kwamba tuwe na vyumba vya matibabu.
vyumba vya matibabu maana yake ni kwamba tuwe na uwezo wa kutoa matibabu mahali mbalimbali. Vyumba vya matibabu vinaweza vikuwepo Kandili, vinaweza vikuwepo mpaka na sehemu nyingine zote ambazo tunaweza tukawa tunafanya huduma. Kwa hiyo tutafundisha jinsi ambavyo kupitia vyumba vya matibabu watu wanaweza wakawa wanahudumiwa na wanarejeshwa afya vizuri pasipo kutumia mfumo wa matibabu unaofanywa na dunia sasa hivi. Kwa ndio ilikuwa kusudi la Mungu kupitia ujumbe wa malaika watatu. Kwa hivyo vitu vinatusaidia, na tunapoenda kwenye sheria Jumapili inapokwenda kupitishwa, watu wa Mungu wanatakiwa wawe na uwezo wa kujitibu wenyewe, wajue jinsi ya kula vizuri, watengeneze vyakula na kila kitu waweze kufanya wenyewe na kujitegemea kwa kila kitu wenyewe. Wajitumainie yeye, aitumainie akili yake. Kwa sisi tumekusudia kutoa elimu ambayo itawasaidia watu wa Mungu kuweza kuirejesha sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa kupitia hizo taasisi, kiwepo vyumba vya matibabu, ni namna gani watu wanaweza kujitibu na wakawa katika afya njema. Kwa hiyo ni mafundisho ambayo tutakuwa tukiyatoa kwenye chaneli zetu. Kama ambavyo nitangulia kusema hapo awali, kwa maana ya kwamba tumekuwa ministry yetu na huduma zetu zote tunafanya kutokea Kantilivi. Kwa mafundisho yetu tunayatoa kwenye channel zetu, tunafanya tukiwa Kantilivi, na kwa miaka mitatu Mungu amekuwa akitufundisha. Tumekuwa katika darasa kwa ajili ya hichi tunachokifanya kwa miaka mitatu kwa neema ya Mungu. Na tunapoanza kuonekana ni baada ya darasa ambalo limechukua takriban miaka mitatu ambao Mungu amekuwa akitufundisha haya ambayo tunaambiana. Kwa tunafundisha yale tunayoyaishi. Hatufundishi nadharia. Tunaposema kwamba tuwe Kantilivi, na nabii ametuonya. Kwa nini tunapaswa kuwa Kantilivi? Hatukuamua tukuja Kantilivi. Katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, Matukio ya Siku za Mwisho, ukurasa wa 96 aya 3 na 4, Kiingereza, Kiswahili ni 76. Kiswahili ni 76. Nabii anasema, kwa miaka kadhaa nimekuwa nikipokea nuru maalum kuwa hatupaswi kuweka makao makuu ya kazi yetu katika miji. Yaani kazi zetu hazipaswi kuweka kwenye miji. Anasema ya kwamba makelele na machafuko yanayojaza miji hii, hali zilizosababishwa na vyama vya wafanyakazi na migomo, vitaweka vizuizi vikuu kwa kazi yetu. Kwa kazi ya Mungu, taasisi zinazofanya kazi ya Mungu hazipaswi kuwekwa mijini. Makao makuu yanatakiwa yawe mashambani. Kwa kazi ya Mungu inatakiwa ifanywe kutokea mashambani. Nabii anaendelea kutuambia kwamba kwenye huo ukurasa wa 76, kama watu wa Mungu washikao amri, lazima tuihame miji. Kama alivyofanya Henoko, lazima tuifanyie kazi kwenye majiji, lakini sio kuishi ndani yake. Kwa nabii anasema ya kwamba sio kwamba majiji hatafanyiwa kazi. Unajua kuna watu wakisikia habari za kwenda Kantilivi wanasema sasa tukitoka wote tukaenda kwenye mashamba huko, nani atakayehubiri mjini? Nabii anasema ya kwamba tutazifanya kazi kwenye miji kwa kutokea mashambani. Anaenda kusema kwamba shughuli za miji hazina budi kutendwa kwa kuishi katika maeneo ya nje. Mjumbe wa Mungu alisema, je, miji hiyo haitaonywa? Ndiyo, lakini si kwa njia ya watu wa Mungu wanaoishi ndani humo, bali kwa njia ya wao kuitembelea ili kuionya kuhusu kile kinachokuja juu ya dunia. Kwa tutaionya miji, lakini sio kwa kuishi ndani yake. Tutaiona miji kwa kutokea mashambani, na kwa neema ya Mungu ministry yetu imetengenezwa kutokea shambani. Kwa tunatoka shambani tunaenda kuionya miji kama ambavyo walifanya watu wa Mungu. Kiangalia huko nyuma, kiangalia Elia wa kwanza alifanya hivyo, kiangalia Yohana Mbatizaji alikuwa katika roho ya Elia alifanya hivyo, na Mungu amesema ya kwamba atakuja Elia katika Malaki. Malaki anasema ya kwamba atatumwa Elia kabla haijaja siku ya Bwana iliyokuu. Kwa Mungu atawatuma wajumbe kama alivyomtuma Yohana Mbatizaji, kama alivyomtuma Elia Mtishbi, na atatuma wajumbe ambao watafuata utaratibu ule ule ambao alifanya Elia wa kwanza, alifuata Elia wa kwanza, Elia wa pili, na Elia wa mwisho atapata utaratibu ule ule. Kwa neema ya Mungu tumekuwa mashambani, Mungu amekuwa akitufundisha na tunaifanya hii kazi kutokea mashambani kama huduma binafsi. Lakini pia Mungu amekazia kwamba kwa nini tunatakiwa tutoke mijini. Kurasa wa 78 aya 4 kwa wenye vitabu vya Matukio ya Siku za Mwisho hivi vyenye picha ya corona vya UPH. Kurasa wa 78 aya ya 4. Nabii anaelezea kwa nini tunatakiwa tutoke mijini twende mashambani. Anasema ya kwamba hakuna familia moja katika familia 100 ambayo itaimarika kimwili, kiakili au kiroho kwa kuishi mjini. Imani, tumaini, upendo, furaha vinaweza kupatikana vizuri zaidi
katika mahali patulivu palipo na mashamba na vilima na miti. Waondoeni watoto wenu wawe mbali, ili waache kuangalia na kusikia sauti za mji, mbali na ghasia na makelele ya mishindo ya magari ya mitaani na makundi ya watu, na akili zao zitakuwa zenye afya zaidi. Itakuwa rahisi zaidi kuifikisha kweli ya neno la Mungu kwenye mioyo yao. Kwa tumeambiwa tuziondoe familia kutoka mjini. Hakuna familia moja kati ya 100 ambazo zinaweza kukua kimwili, kiakili na kiroho kwa ajili ya kukutana na Yesu Kristo. Hakuna. Kwenye channel yetu tukaenda kufundisha, tutajifunza kiundani kabisa kwa nini tutakuwa tuwe mashambani. Soma nukuu nyingine ya mwisho inahusiana na habari ya mashambani. Kurasa wa 79 mbele kidogo kwenye hichi kitabu 79, ukurasa wa 79. Nabii anasema, Bwana anahitaji watu wake waende mashambani ambapo wanaweza kufanya maskani yao, kulima matunda na mboga zao wenyewe, na mahali ambapo watoto wao wanaweza kuangalia moja kwa moja kazi za Mungu katika vitu vya asili. Ondoeni familia zenu kutoka mjini, ndio ujumbe wangu. Nabii anaendelea kusema kwamba Bwana amekuwa akielekeza kwa kurudia kuwa watu wetu hawana budi kuzihamishia familia zao mbali na mji, kwenda mashambani, mahali wanapoweza kulima na kujipatia mahitaji yao wenyewe. Kwa maana katika siku za usoni tatizo la kununua na kuuza litakuwa kubwa sana. Hizo siku za usoni ambazo nabii anasema hapa ndio tunazoishi mimi na wewe. Funuo 13:17 inasema ya kwamba tena kwamba mtu awe yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ya mnyama. Yaani tutaweza kuuza wala kununua isipokuwa tuna chapa ya mnyama. Maana yake tumekubali kumwabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake. Hatutaweza kuuza na kununua. Na sisi kazi yetu ni kuandaa watu. Kwa hiyo tunatakiwa tuziondoe familia, sababu tunaishi katika wakati huu ambapo hatutaweza kuabudu kwa uhuru isipokuwa tumefuata utaratibu wa dunia. Hasa na wakati huo ambao tunasema watu wa Mungu ndio wakati ambao tulionao sasa hivi, wakati ambapo tunatakiwa tutoke mijini. Kwa nini? Kwa neema ya Mungu kwenye channel yetu tutaoneshana kwamba tuko kwenye wakati gani. Mpango wa ukombozi huwezi kujua bila kujua wakati. Tunaishi katika wakati wa mwisho na tunaamini hiki ni kizazi cha mwisho. Kwa uhakika kabisa, kwa haraka kwa sababu ni utambulisho, najaribu kuelezea kile ambacho kwenye ministry yetu tunaenda kufanya, vision na mission yetu, na tunaendaje kutimiza hilo kusudi. Hasa tunaishi wakati wa mwisho ambapo ukiangalia kwa haraka kwa matukio machache tu yanatuonyesha kwamba tunaishi wakati wa mwisho. Tuangalie, kuna nukuu moja kwenye General Conference Bulletin ya mwaka 1892. General Conference Bulletin ya mwaka 1892, kuna nukuu ambayo inahusiana mno na wakati ambao mimi na wewe tunaishi sasa hivi. Nitasoma kwa haraka. Nabii anasema, kama watu wa Mungu wangeenda kazini baada ya kikao cha Minneapolis mwaka 1888, dunia ingekuwa imeonywa kwa miaka 2 na Bwana angekuwa amerudi. Kama watu wa Mungu wangeenda kazini baada ya kikao. Kuna kikao kilifanyika, kikao cha General Conference, kile mkutano mkuu uliofanyikia Minneapolis mwaka 1888. Baada ule mkutano watu walitakuwa ende kazini. Kwa nini wangeenda kazini? Ukiangalia kuna vuguvugu lilikuwepo mwaka 1888 ambapo kulikuwa na vuguvugu ambalo lilikuwa linapelekea sheria ya Jumapili, na wakati huo kama watu wangekubali ujumbe ilikuwa mwagwe mvua ya masika kipindi kile. Na kama watu wangeenda kazini, dunia ingekuwa imeonywa kwa miaka 2 na Bwana angekuwa amerudi miaka 2 kuanzia huo mwaka 1888. Nabii anasema kwamba niliona kwamba Jonas na Wagona walisimama kama Joshua na Caleb. Kama watoto wa Israeli walivyowapiga kwa mawe wale wapelelezi, mmewaponda hawa ndugu kwa mawe ya kejeli na dhihaka. Niliona kuwa kwa makusudi mliukataa ukweli mliokuwa mnaujua, kwa sababu mlisi kudhihakiwa. Niliona baadhi yenu kwenye kambi mkiwafanyia utani na kuwadhihaki hawa ndugu wawili. Niliona pia kuwa kama mungeukubali ujumbe wao, tungekuwa kwenye ufalme wa mbinguni miaka 2 kuanzia hiyo tarehe ya ujumbe, lakini sasa hivi itatubidi turudi tena jangwani. Hiyo ndio kwa watu wa Mungu. Ina mambo mengi ya kuelezea na muda hauwezi kutosha sasa hivi. Hilo ukiwa unafuatilia channel yetu utaelewa. Kwa maana ya kwamba mwaka 1888 kulikuwa na vuguvugu la sheria ya Jumapili. Lakini wakati kulikuwa na vuguvugu la sheria ya Jumapili, wakati huo Mungu alikuwa mwage mvua ya masika kwa watu wake. Hasa kwa sababu ujumbe wake kwa imani uliotumwa na Mungu haukukubaliwa na watu wa kanisa lake wa kulipokea kipindi kile, Mungu alizuia sheria ya Jumapili isipite. Unajua watu wa Mungu
2025 hii tuliopo sasa hivi ambayo inaenda kuisha, tunaingia 2026. Mnajua kwamba dunia imerudi pale ilipokuwa mwaka 1888. Kwa haraka haraka nasema tuonyeshane matukio machache tu. Tuonyeshane mifano michache kwamba kwa nini tuko pale pale na kwa nini Mungu amesimamisha ministry. Ni kwa ajili ya kile ambacho kinakwenda kujia dunia. Dunia sasa hivi iko pale ilipokuwa mwaka 1888 katika kipindi kile. Kuna mifano michache tu ambayo tutaangalia. Matukio yanayokwenda kufunga historia yetu yamesemwa katika Ufunuo 13. Ufunuo 14 imeelezea. Ufunuo 14 inatuonya kuhusu kumsujudia mnyama na sanamu yake na ikaambia kwamba tusipokee chapa yake. Ila Ufunuo 13 inatoa taarifa za huyo mnyama na sanamu yake na chapa yake. Hasa kwenye Ufunuo 13 tuna wanyama wawili. Mnyama wa kwanza amesema Ufunuo 13:1 mpaka 10, mnyama wa pili Ufunuo 13:11 mpaka 18. Hasa ukiangalia wanyama wawili, angalia hali yao ya miaka 1888, afu angalia hali yao ya mwaka 2025. Utaona ya kwamba dunia imerudi pale ilipokuwa mwaka 1888, wakati ambapo sheria ya Jumapili ilikuwa inaenda kupitishwa. Kwa haraka haraka nitalinganisha. Kuanzia mwaka 1885 hadi 1889, Marekani ilikuwa na rais alikuwa anaitwa Grover Cleveland. Grover Cleveland alikuwa ni rais wa awamu ya 22 ya Marekani. Aliongoza kuanzia mwaka 1885 hadi 1889. Wakati wa Grover Cleveland kulikuwa na harakati za sheria ya Jumapili. Utaona aliongoza katika kile kipindi ambacho 1888 ilikuwa ndani yake ambayo sheria ya Jumapili ilikuwa nje. Na huyo Grover Cleveland aliyekuwa rais wa 22 alikuja akatolewa kwenye awamu moja. Alafu akaja akarudi akawa rais wa 24 kwenye awamu ya 24 ambapo anaanzia 1893 hadi 1897. Hasa katika kipindi kile kulikuwa na vuguvugu. Wakati kipindi kile kwenye mnyama wa kwanza tunaona kulikuwa na huyo alikuwa anaongoza Marekani, na wakati anapoongoza Marekani kulikuwa na mtu aliyekuwa anaitwa Senator Henry Blair. Senator Henry Blair alikuwa ameandika pendekezo la sheria ya Jumapili kwenye bunge la Marekani, na lile pendekezo lilikuwa linaenda kupitishwa. Kwa hiyo kulikuwa mtu anaitwa Senator Henry Blair ambaye alikuwa ameandika pendekezo la sheria ya Jumapili. Na wakati huo tukiangalia kwenye mnyama wa pili kulikuwa na papa alikuwa anaongoza kanisa Katoliki duniani, alikuwa anaitwa Leo, alikuwa ni wa 13, ambaye Leo wa 13 naye alikuwa ameandika waraka wa kipapa ambao ulikuwa unaitwa Lilam Nalvam, ambao nao ulikuwa unataka pumziko la Jumapili kupitia vyama vya wafanyakazi. Hasa ukiangalia nimetolea mifano minne ambayo ilikuwepo miaka 1888. Kulikuwa na rais ambaye alikuwa ni Grover Cleveland, ambaye tunaona kwamba huyo Grover Cleveland alikuwa rais wa awamu ya 22, 23 ikapita akarudi akawa rais wa awamu ya 24. Lakini pia tumeona kwamba kulikuwa na papa ambaye alikuwa ni Papa Leo wa 13 ambaye alikaa kuanzia mwaka 1878 tarehe 20 mwezi wa pili alienda mpaka mwaka 1903 tarehe 20 ya mwezi wa 7. Lakini tumeona kulikuwa na mtu anaitwa Senator Henry Blair ambaye alikuwa ameandika pendekezo la sheria ya Jumapili. Na wakati huo kulikuwa na sera iliyokuwa inaitwa The Gilded Age. Kwa utaona hao matukio manne yalikuwepo kwenye ile miaka. Ukiangalia 2025 tuko kwenye matukio yale manne ambayo na hapo ni machache watu wa Mungu, kwa sababu ya muda nimeelezea machache. Kwa neema ya Mungu utakuja tuonyeshane mengi. Sasa jinsi ilivyokuwa dunia kipindi kile kwenye mnyama wa kwanza na mnyama wa pili ndivyo ilivyo sasa hivi mwaka 2025. Tuna Rais Donald Trump ambaye ni rais wa 45. Kumbuka yule alikuwa rais wa 22. Kuanzia rais wa kwanza mpaka 22, Marekani ni taifa ambalo lilisimama likiwa na sura ya mwanakondoo. Baadaye likataka kunena kama joka kwenye rais wa 22. Lakini Mungu akazuia. Wamepita tena marais 22, anakuja rais wa 45 Donald Trump. Anakuja kufanya kile ambacho kilikwama katika rais wa 22. Donald Trump ni rais wa 45. Na wakati huo Donald Trump akiwa rais wa 45, ikapita awamu moja, akaingia rais mwingine alikuwa ni Joe Biden. Afu rais wa 47 amerudi tena kwa Donald Trump. Utaona ni rais aliyekuwepo akatoka akarudi kama alivyokuwa Grover. Marekani imetokea ni mara mbili tu. Ule mwaka wa Grover Cleveland na sasa hivi ambapo ni Trump, haijatokea bahati mbaya. Lakini kitu kingine tena, wakati Trump anaendelea na hizo harakati, kama vile ambapo kipindi kile kulikuwa na Senator Henry Blair, sasa hivi kuna mtu anaitwa Jonathan Bell. Jonathan Bell ameandika kwenye waraka unaitwa Project 2025, aliandika sura inayoitwa
kwenye sura aliyoandika inaitwa Department of Labor, ambapo ni sura inayoongelea kuhusu pumziko la Sabato. Kule kulikuwa na Senator Blair, huku kuna Jonathan Bell ambaye kwenye project 2025 ameandika pendekezo la Sabato. Na Jonathan Bell na Jonathan Bell tarehe 7 mwezi wa 10 Donald Trump amempitisha kuwa kiongozi anayesimamia idara ya kazi na hasa kwenye vipengele vya kisheria. Kwa yuko kwenye serikali ya Trump ambaye ni mwandishi wa project 2025 ambaye anasimamia kwenye eneo la kazi. Kwa watu wa Mungu, kwa neema Mungu kufuatilia, tutaonyesha kwa uwazi jinsi ambavyo hivi mifanano inaturejesha na kwenda kutuingiza kwenye sheria ya Jumapili. Kwa tuna Jonathan Bell. Lakini kitu kingine tuna Papa Leo wa 14 ambaye Leo wa 14 ni tabia. Leo wa 14 amekuja kufanya kazi ambayo iliachwa na Leo wa 13 ambaye anakuja kumalizia ile iliyokuwepo kwenye Lilam na Ulvam ambayo ilitaka sheria ya Jumapili kupitia kwenye vyama vya wafanyakazi. Utaona huyu anapitia vyama vya wafanyakazi. Wakati huo Jonathan Bell naye anahusika na vyama vya wafanyakazi. Kwa hiyo tuna mnyama wa pili na mnyama wa kwanza ni kana kwamba Lilam na Ulvam na project 2025 ni waraka mmoja. Kwa neema ya Mungu tutaonyeshana pale ambapo dunia imefikia. Lakini mfanano wa mwisho, kipindi kile kulikuwa na sele inaitwa the Gilded Age. Wakati Donald Trump ameapa, yeye alikuja na kitu kinaitwa the Golden Age. Kule kulikuwa na the Gilded Age, huko kuna the Golden Age. Ni kitu kile kile. Kwa tunaona kwamba ilivyokuwa mwaka 1888 wakati wa vuguvugu la sheria ya Jumapili, ndivyo ilivyo mwaka 2025 2026 ambapo ninaamini tunaenda kukutana na sheria ya Jumapili. Kwa neema ya Mungu tutaonyeshana kwamba tunaishi kizazi cha mwisho, na kweli kabisa ujue Yesu Kristo upo karibu na dunia imerudi ilipokuwa mwaka 1888 na tunaenda kuiona sheria ya Jumapili. Mwaka 1888 tunaweza tukafanisha ya kwamba alikuwa ni Cestius ambaye alikuja. Na Cestius alipoondoka tumeona kwamba sasa amekuja Tito. Na Tito alipokuja kuizingira Yerusalemu hakurudi nyuma mpaka ifanya mateka ya Yerusalemu. Kwa sasa hivi tumekutana na Tito. Kwa tunapomwona Donald Trump, tunapomwona Leo wa 14, Leo wa 14 na Donald Trump wamekuja kumaliza kazi iliyoachwa na Leo wa 13 na iliyoachwa na serikali ya Grover Cleveland ambaye alikuwa na tabia, alikuwa na vile kama ambavyo anaongoza Donald Trump. Sasa Mungu ametupatia maonyo kwenda kumalizia. Kuna maonyo ambao watu wa Mungu wasipozingatia wakati wote ambapo nabii alionyeshwa kuhusu watu wa Mungu. Kuna maonyo ambayo Mungu ameyatoa. Na sisi kazi ya ministry yetu ni kuwasaidia watu ili kukwepa maonyo ambayo Mungu ameyatoa kwa ajili ya watu wake. Mungu ametoa maonyo katika Pambano Kuu ukurasa wa 108 aya ya 2. Ili kukwepa haya maonyo ambayo watu wa Mungu nakwenda kuyasoma, jitahidi kufuatilia mafundisho ambayo yatakuwa yanatolewa kwenye channel yetu. Utaweza kujua ni namna gani tunaweza tukakwepa hayo maonyo, ili kwamba sheria ya Jumapili inapotangazwa tusije tukashtukizwa, tusije tukasema ya kwamba tukujua. Mungu ametupatia maonyo katika Pambano Kuu ukurasa wa 108. Anatuambia ukweli ambao ni ukweli utakao kwenda kutokea. 108 aya ya 2, Pambano Kuu 108 anasema kwamba kwa kadiri tufani karibiavyo, kundi kubwa la watu ambao wamejidai kuamini ujumbe wa malaika yule watatu, lakini hawakuwa wametakaswa kwa njia ya kutii ukweli, watauacha msimamo wao na kujiunga na askari wa upinzani. Kwa kundi kubwa la watu ambao wamejidai kuamini ujumbe wa malaika yule watatu, lakini hawakuwa wametakaswa kwa njia ya kutii ukweli, watauacha msimamo wao na kujiunga na askari wa upinzani. Hilo ni onyo kwamba kundi kubwa la watu ambao wameukubali ujumbe wa malaika watatu, lakini hawakuwa wamejiandaa na kukiri ukweli na kuishi ukweli, watauacha msimamo wao na kujiunga na kundi la askari wa upinzani. Lakini pia kuna onyo limetolewa katika Matukio ya Siku za Mwisho kurasa 135 ya kwanza kwenye vitabu vya Ufunuo Publishing ambacho nilisoma hapo awali. Nabii anasema, ni kauli nzito niitamkayo kwa kanisa kwamba hakuna hata mmoja kati ya watu 20 ambao majina yao yameandikwa katika vitabu vya ushirika kanisani walio na maandalizi ya kutosha kufunga historia ya maisha yao duniani, ambao kwa hakika hawatakuwa na Mungu pamoja na tumaini duniani kama walivyo wazambi wengine wa kawaida. Hakuna mtu mmoja kati ya 20. Anaposema hakuna mmoja kati ya 20, maana yake hebu unaweza ukatafuta kwa asilimia. Moja kati ya 20 chukua 100 afu weke x, fanya cross multiplication, tafuta percent. Utaona anakuambia kwamba ni chini ya 5% ndio wanaojiandaa. Chini ya 5% Adventista Sabato
ndio wanaojiandaa kwa ajili ya kile ambacho kinaujia ulimwengu na ambao wataenda kukubaliwa, ni chini ya 5%. Haya maonyo yote tumepewa na tumepewa kwenye neno la Mungu. Tunaweza kuiepuka ikiwa tukiwa waaminifu kujifunza ukweli wakati wa sasa, ukweli wa leo, na tukajiandaa. Na kweli ya mwisho, na nukuu ya mwisho ni nukuu ambayo ni onyo pia tulopewa. Linatoka katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza 608. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, ukurasa wa 608 ya 3. Nabii anasema ya kwamba katika maono ya mwisho niliyopewa nilioneshwa ukweli wa kushangaza. Sikia, nabii anasema ni maono ya mwisho. Anasema katika maono ya mwisho niliyopewa nilioneshwa ukweli wa kushangaza. Yaani ule ni ukweli unaoshangaza na ni maono ya mwisho. Katika maono ya mwisho niliyopewa nilioneshwa ukweli wa kushangaza, kwamba ni sehemu ndogo tu ya wale ambao sasa wanaukiri ukweli watakaotakaswa nao na kuokolewa. Nabii anasema ni sehemu ndogo tu ya wale. Hakuishia hapo. Akasema ya kwamba nilielekezwa nyuma kwa Israeli ya kale. Ni wawili tu kati ya watu wazima ndani ya jeshi kubwa lilotoka Misri walioingia nchi ya Kanaani. Maiti zao zilitapakaa nyikani kwa sababu ya makosa yao. Nabii anasema ya kwamba ili kujua hao wachache ni wachache kiasi gani, alielekezwa kwenye Israeli ya kale kwamba ni wawili tu kati ya watu wazima waliotoka Misri. Watu wazima ukisoma kitabu cha Hesabu inaonyesha wale watu wazima walikuwa ni watu 6,350. Kwa ni watu wawili tu kati ya watu 6,350 ambao walifika Kanaani. Hasa nabii anasema kwamba tuendelea, anasema ya kwamba Israeli ya leo, nabii anasema ya kwamba Israeli ya leo iko katika hatari kubwa ya kumsahau Mungu na kuongozwa katika ibada ya sanamu kuliko wale watu wa zamani. Israeli ya leo ambao ndio mimi na wewe Waadventista wa Sabato, sisi tuna hatari kubwa kuliko wale ambao ni wawili kati ya 6,350 waliweza kufika Kanaani. Kwa sisi, mimi na wewe, tuko kwenye hatari kubwa. Sasa kusudi la ministry yetu ni kutusaidia ili mimi na wewe tusiwe miongoni mwa hao wengi ambao watakwenda kujitenga na ukweli. Kusudi la ministry, kwa neema ya Mungu, tukifuatilia masomo yetu, yamekusudia kutuepusha kutoka kwenye wengi ambao sasa tunajiita Adventista Sabato, ambao tutaenda kupokea chapa ya mnyama. Kwa neema ya Mungu tufuatilie mafundisho ambayo tutakuwa tukijifunza, na mafundisho hayo tukiwa wanyenyekevu. Mnyenyekevu ni mtu ambaye akiusikia ukweli anakubali kuishi abishani na ule ukweli. Kwa neema ya Mungu tukiwa wanyenyekevu tutaweza kujiandaa kwa ajili ya kile ambacho kinaujia ulimwengu. Na Mungu kwa uwazi kabisa ameweka yote wazi ili mimi na wewe tuweze kuchukua hatua. Mimi na wewe kwa hatua. Kwa napomalizia watu wa Mungu, ni wasifu kwa huruma zake Mungu. Tutumie vizuri wakati kwa uaminifu na tuweze kujiepusha na ile hali yanayokwenda kutokea kwenye dunia hii. Nimalizie na mafungu mawili ya mwisho kabisa, tunakwenda kumaliza kama sio matatu. Katika kitabu cha Mathayo 7. Mathayo 7 nitasoma mstari wa 13 na wa 14. Mathayo 7 13 na 14 anasema ya kwamba ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Njia ya kwenda mbinguni, watu wa Mungu, wanaoiona ni wachache. Jitahidi kuwa miongoni mwa wachache, na kazi ya ministry yetu ni kunifanya mimi na wewe tuwe ndani hao wachache. Na Mathayo 22:14 nasemaje? Waitwao ni nani? Ni wengi, wateule ni wachache. Kazi ya ministry yetu ni kutufanya mimi na wewe tuwe hao wachache. Mathayo 22:14 inatuambia kwamba kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Kwa neema ya Mungu tutumie wakati vizuri kwa kufuata mafundisho na yote tutakao tukijifunza kwenye ministry yetu, ili tuweze kuwa miongoni mwa wachache. Wengi hawachagui kuokolewa kwa sababu ya kuipenda dunia. Asante kwa wakati wenu na karibuni tena, tuendelee kuombeana, nasi tunaombea kwa neema ya Mungu. Kila mmoja jitahidi kwa neema ya Mungu kuwa miongoni mwa wachache. Asanteni
na muwe na wakati. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina, na uje Bwana. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena.